Lakini Mtume alipata kazi yake ya kwanza kafanya kwa mshangazi Mama Khadija. Yani mtu anaona kama matusi, maana mshangazi manake mwanamke mkubwa anampenda kijana mdogo, au sio maana yake? Kwani Mama Khadija na Mtume mkubwa nani kwa istilahi ya matumizi ya mshangazi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaenda kumpatia majibu ya kielimu mshia huyu aitwaye Shafi pale alipokuwa akimshambulia akidai kumradi Sheikh Muharram Ziwanda. Na audio hii tutaijibu kwenye aina tatu. Aina ya kwanza, mashia tutakavyoonyesha wanavyokufurisha wake za Mtume na kuwalaani. Alafu tutajiuliza, je, mshia aitwaye Shafi kwa kusikia neno mshangazi na akamshambulia Sheikh Muharram Ziwanda, kati ya tamsha hilo la kimshangazi na kufuru na laana walizozielekeza kwa wake za Mtume, nani ndo atakuwa ana maneno mazito na mabaya zaidi, anastahili akemewe? Sehemu ya kwanza tunaanza nayo. Tujaribu kumpa nafasi mshia huyo aitwaye Shafi ajieleze kwa kile alichokisema, afu tumletee mashia wenzake walivyo kufurisha wake za Mtume kwa mujibu wa vita vya Kishia. Radhiallahu ta'ala anha wa ardaha. Tunakuja katika neno hili mshangazi ambalo kwamba amelitumia Bwana Muharram Ziwanda. Sote ndugu zangu tunafahamu ya kwamba neno mshangazi ni katika yale maneno ambayo kwamba huwa ya kuzuka, ya kuvuma kwa misimu, ambayo kwamba baadhi yao huwa yanabaki, baadhi yao huwa yanapotea. Nafikiri yanafahamika maneno ambayo kwamba huwa mara nyingi wanayozua maneno hayo ni vijana, na maneno hayo huwa si maneno rasmi na huwa hayatumiki katika maandishi rasmi, wala hayatumiki mbele za watu wenye heshima, wala hayatumiki mbele za kuwaita watu wenye heshima au katika vikao vya heshima. Maneno kama haya ni kama neno mshangazi. Tukienda na akili ya mshia aitwaye Shafi ya kwamba neno mshangazi alilolitumia Sheikh Muharram Ziwanda kwamba ni baya, je, mashia walivyokufurisha na kuwalani wake za Mtume, jambo hilo ni zuri? Nenda kwenye kitabu cha Kishia kiitwacho Al-Arba'ina fi Imamati al-A'immati Tahirin, mjeledi wa kwanza ukurasa wa 615. Mashia wanasema mimma yadullu ala imamati a'immatina al-ithnai ashara, kile kinachofahamisha kwa maimamu wale wa Kishia ithna asharia, anna Aisha kafiratun mustahiqatun linari, Aisha ni kafiri anastahili aende motoni. Mashia anasema mke wa Mtume Aisha ni kafiri anastahili akaingia motoni. Hasa fikiria wewe mshia uitwaye Shafi na mashia wenzie, kama kweli hiki mlichokuja cha kumradi huyu Sheikh Muharram Ziwanda kwa kutumia neno mshangazi mmeona kwamba ni jambo baya na ni la kinyaa, kutamkwa hivyo kwa mke wa Mtume kwa kupewa sifa ya mshangazi. Nenda sasa kwa mke wa Mtume Aisha, hapo mlipo mwambie ni kafiri. Je, nani ndio aliye na ukosefu wa adabu zaidi kwa wake za Mtume kulingana na neno mshangazi alilolitamka Sheikh Muharram? Lakini kama itoshi, nenda kitabu kingine cha Kishia kiitwacho Liali al-Akhbar, mjeledi wa 4 92 ukurasa. Baada ya maelezo marefu kwa kufurisha maswahaba wa Mtume akiwepo kina Abubakar, kina Omar, kina Uthmani, kina Muawiya, mashia wanaomba dua hizo kwa kuwalaani watu hao. Wanasema Allahumma la'an Omar thumma Abubakar wa Omar thumma Uthman wa Omar thumma Muawiya wa Omar. Amekwenda katika mtiririko wa wale ambao umeorodheshwa kulaaniwa mpaka wakaenda kuwalaani wake za Mtume. Akasema Allahumma la'an Aisha wa Hafsa, Mwenyezi Mungu mlaani Aisha na mlaani Hafsa wa Hindu wa Ummul Hakam, wote hawa Mwenyezi Mungu walaani. Wala an man radhiya bi af'alihim, Mwenyezi Mungu walaani wala ambao wameridhia kwa vitendo walivyofanya ila yaumil qiyamati, mpaka siku ya kiyama. Mshaitwa Shafi, kama kweli ni yako ni njema kwa kuja kutetea wake za Mtume eti wamepewa sifa chafu kwa kudaiwa ni mshangazi kama alivyosema Sheikh Muharram Ziwanda, ikiwa nia ni hiyo, je, hiki mlichokielekeza kwa wake za Mtume kuwalaani Aisha, Hafsa, Hindu, Ummul Hakami na wengine wote ambao walioridhia vitendo walivyofanya wakina Aisha, wakina Hafsa na wakina Hindu na wakina Ummul Hakami na wakina Abubakar, wakina Omar, wakina Uthman, wakina Muawiya, watu wote hawa nyinyi mashia mnawalaani. Je, hizi laana na huu kufuru kwa wake za Mtume ni kitu cha kawaida sana watu wakiridhie,
ije ionekane kutumika neno mshangazi ndio linatisha zaidi na baya zaidi, watu walizungumzia na waende kuradi. Fikiria hicho. Hili linaonyesha lilikuwa lina pointi ambayo inakusudiwa iliyo nyuma ya hili, na sio hili mlilokusudia la kuja kuradi neno mshangazi alilolitumia Sheikh Muharram. Sehemu ya pili, Mashia kukurupuka na kumradi Sheikh Muharram, haikuwa hiyo ndio lengo. Mantiki yao ilikuwa ni kutumia kiki ya kupitia Sheikh Muharram ili waweze kuwachota watu kwa kumchafua Sheikh Muharram, kuonyesha eti amekosa heshima kwa wake za Mtume, na eti kuwadhanishia watu wawe na akili hiyo ili wadownload watu wale, eti kuwaleta kwa Mashia kuonyesha eti wanadai wanaheshima na wake za Mtume, wakati ni uongo. Sasa hivi kwa aliyekufurisha wake za Mtume, kudaiwa Aisha ni kafiri kama tulivyoona kwenye sehemu ya kwanza, na kudaiwa wake za Mtume wanalaaniwa kama tulivyoona katika sehemu ya kwanza, haya ni mabaya zaidi, yanatisha zaidi. Inakuwaje sasa yaonekane nafasi yake ni ya chini, alafu hiji ionekane hicho cha mshangazi kinatisha zaidi kwa Mashia? Kwa hiyo nia yake ilikuwa, makusudio yake ni kutumika kupitia Sheikh Muharram kwenda kuwachota watu eti kwa kujipachikia sifa wasiostahiki au Mashia eti wao wana heshima na wake za Mtume, wakati wao wanaokufurisha na kuwasema kwa maneno machafu zaidi. Vitabu ni vingi ambavyo vya Kishia vinazungumza hilo kuhusu Mashia wanavyowakashifu wake za Mtume. Kwa uchache tosheke na hivi. Sehemu ya tatu, ukifuata kielimu na kikanuni, Sheikh Muharram Mziwanda hakuwa amekosea kulingana na neno mshangazi alivyolieleza istilahi yake kwa zama za leo. Lakini cha kufurahisha zaidi, Mshia aitwaye Shafi akasema moja ya matamshi yanayeibuka na kuendelea ama kupotea ni neno pia mshangazi limeibuka tu, na akatoa istilahi yake iliyopishana na istilahi ya Sheikh Muharram. Msikie Sheikh Muharram alivyoeleza. Lakini Mtume alipata kazi yake ya kwanza kafanya kwa mshangazi Mama Khadija. Yaani mtu anaona kama tusi, maanake mshangazi maanake mwanamke mkubwa anampenda kijana mdogo, au sio maana yake? Kwani Mama Khadija na Mtume mkubwa nani? Kwa istilahi ya matumizi ya mshangazi, Khadija mshangazi, sio mshangazi. Na msikilize pia na Mshia huyu aitwa Shafi namna alivyoeleza kuhusiana na neno mshangazi. Sasa katika haya maneno yaliozuka, neno mshangazi ambalo kwamba limezuka katika hivi karibuni, neno hili vijana huwa wanalitumia kwa wale wanawake ambao kwamba ni watu wazima, umri wao umepea, lakini wana uwezo wa kifedha na hawataki kuolewa, ambao kwamba huwa wanawachukua vijana wadogo kiumri na kuwatumia katika starehe zao, katika ufuska wao, pasi na kufunga nao ndoa. Hao ndio huwa wanaitwa mishangazi. Ukitazama kwa sekta zote mbili, unakuta kila mmoja amefafanua neno mshangazi kwa maana nyingine, huyu yake na huyu yake. Hasa kanuni inakwambia, ukisoma kitabu cha Al-Mantiq al-Wadih kuhusiana istiqra, alipokuwa anaeleza ukurasa wa 101, anakuambia inagawanyika katika sehemu mbili. Kuna istiqra'u tam na istiqra'u naqis. Istiqra'u tam ni kufuatilia kuanzia mtaa wako, kata yako, wilaya yako mpaka mkoa wako, kwamba neno mshangazi linatumika kwa maana hiyo. Kila jamii ya watu hakiki neno mshangazi kwa maana hiyo ambayo Mshia aliyoitoa aitwaye Shafi ndio wanaitumia wote hivyo, ili ikiwa ni hivyo sasa ndio anapata sasa hukumu ya kulli, hukumu moja kwamba mshangazi ina maana hii kwa wana sehemu fulani wote. Hiki ndio kilichokosekana kwa Mshia aitwaye Shafi, na ndio baadaye kwenda kumvamia Sheikh Muharram Mziwanda. Na hata kama angetumia sehemu ya pili ya istiqra'u naqis, bado ingelikuwa si nafasi yeye kwenda kumkosoa Sheikh Muharram, kwa sababu istiqra'u naqis ni unafanya tafiti, ima ni kuanzia mtaa wako kwenda wilaya yako na kwenda ima mkoa wako. Inawezekana kwenye mkoa mwingine neno hilo la mshangazi lilikuwa limetumika vingine. Kwa hiyo usingelijaribu kwenda kumhukumu Sheikh Muharram amekosea kwa kupitia istiqra'u naqisi. Lakini pia hata kwa kutumia istiqra'u tam ingelikuwa ni ngumu, kwa sababu umefanya lini tafiti ya watu wote, mitaa yote,
kata zote, wilaya zote, mkoa wote kwamba neno mshangazi lina tafsiri hiyo? Umefanya lini na ukapata natija hiyo na utambulisho huo? Sheikh Muharram ametoa utambulisho kwa nafasi ya yeye alipoona kwa neno mshangazi linavyotumika kwenye mazingira yake, ima mtaa wake, akapata istikrau ya pale alipo tu, na ndio maana akafanua vile na baadaye akaondoka nayo. Mshaitwa Shafi, mbele yako ni kitabu hiki cha Al-Mantiqul Wadhi, kapitia katika ukurasa wa 101 uone kuna istikrau tam, na ujiangalie, je, ulifiti kuikamilisha mahitaji istikrau tam, na ndio maana ukaenda kutoa makosa yale kumhukumu Sheikh Muharram? Au kama hapana, ipitie pia istikrau naqis. Je, ulifiti vigezo vya kuikamilisha istikrau naqis mpaka ufikia pale? Na kama ni naqis, imeishia wapi? Na kama imeishia sehemu fulani, je, Sheikh Muharram Ziwanda yeye ameishia wapi kwa istikrau yake ilikuwa ni naqis mpaka aweze kuondoka na utambulisho wa maana hile ya neno mshangazi? Utaona ya kwamba malengo yako mshaitwa Shafi ilikuwa ni kupitia Sheikh Muharram kwenda kuwachota watu na kuwaingiza katika dini ya Ushia ambayo ina mafundisho ya ajabu sana, kuwakashifu na kuwadhalilisha, wakiwepo Ahlul Bait, lakini pia wakiwepo na maswahaba wa Mtume. Somo hilo nadhani tutafuatia kwa siku za usoni insha Allah Rahman. Wallahu wali tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.